na sisi pia kama Benki Kuu kwa namna mbalimbali tumeona katika misingi ile aliyoiweka, tunaona fahari kwamba tumeendelea kufanya kazi vizuri. Nafahamu katika nyadhifa zote alizoshika aliweka misingi thabiti ambayo tunaendelea kuifanyia kazi. Niombe kila mmoja wetu tuliokutanika hapa tuendelee kuyaenzi mema yote aliyokuwa akiamini na kuyatekeleza enzi za uhai wake. Tunafahamu katika shughuli zote alizokuwa akizifanya amefanya mambo mengi. Mara ya mwisho nilipokuja tulikaa pale, aliniambia mambo makubwa matatu. La kwanza lilikuwa ni swala la upendo. Alinisisitiza tuendelee kupendana na kusaidiana katika shida na raha. Na mimi kama mlezi wa chama cha wastaafu niliendelea kupokea na ninaendelea kuwashirikisha hata wale wastaafu kwa dhamira hiyo hiyo ya upendo. La pili, alinieleza swala la kuchapa kazi, kwamba dhamana tunazozipata huwa ni fursa. Tuna wajibu wa kufanya kazi kwa uadilifu na kwa vipawa vyote, na yeye tumesikia hata katika historia yake amekuwa ni mtu wa kufanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo ombi langu kwenu wote, tuendelee kumwenzi kwa kufanya kazi, tuchape kazi vizuri, tukiwa tunajiamini kwamba kazi ndio msingi wa maendeleo. Na sisi kwa dhamana tulizonazo za kusimamia masuala ya uchumi nchini, tunafarijika kuona kwamba uchumi wetu unaendelea kukua kutokana na namna watu wanaofanya kazi kwenye kila eneo. Tutaendelea kuweka sera thabiti za kusimamia uchumi wetu, kusimamia mifumo ya fedha na kusimamia masuala yote yanayoweza kuleta chachu katika maendeleo ya taifa letu. Pia niendelee kuwaomba jamii yote tuendelee kushikamana katika masuala ya kimungu. Kumbuka aliniambia masuala ya kumshika Mungu siku zote bila kulegalega, kwa sababu Mungu ndiye mwanzo na Mungu ndiyo mwisho na Mungu ndiyo tumaini pekee la maisha yetu. Nisoma kitabu kimoja, mwandishi aliandika kwa nini tunashiriki kwenye misiba. Katika maelezo ya kitabu kile, mojawapo kwamba tunashiriki kwenye misiba kuja kutafakari na kutathmini mwisho wa maisha yetu huwa unakuwaje. Kwa tukimwona amelala mwenzetu hapa, siku za nyuma alikuwa binadamu kama sisi, lakini leo hii amelala kwa sababu roho imeachana na mwili. Kwa tukitafakari hilo, tunao wajibu wa kumshika Mungu zaidi, kuwa na hofu ya Mungu katika kila jambo, ili hatimaye siku ya mwisho kama alivyosema baba askofu mstaafu, tuweze kukutana wote kwa Muumba wetu aliyetuumba. Waheshimiwa baba askofu na wachungaji wote, Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na itifaki yote ya kiserikali, ndugu zangu waombolezaji wote, ombi langu kwenu ni kwamba tuendelee kumwenzi kwa kutekeleza mambo yote kwa uadilifu, kwa nguvu, kwa kuchapa kazi, tukiwa na hofu ya Mungu, na ninaamini Mungu ataendelea kutubariki na kuhakikisha kwamba uwepo wetu hapa duniani utakuwa na mchango chanya, ili hatimaye siku moja tutakapokutana naye mbinguni kwa Baba, basi wote tuweze kutoa hesabu ya yale maisha yetu hapa duniani, tukiamini kwamba tuliwatenda ni mema. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Asanteni sana kwa kunisikiliza.